It means that God, as a teacher, He wants to test Abraham after teaching. Maana Biblia inasema after this, now it came to pass after these things, and we must identify which things. Bwana Yesu asifiwe. Anasema baada ya mambo haya Bwana akamjaribu Abraham. He tested Abraham and said to him, Abraham, he said, here I am. So hapa tunapata kwamba mwalimu anabadilika na kuwa jaribu katika kwamba njia za Abrahamu kuweza kumpeleka katika hatua nyingine. Unajua bado natafakari, nasema mchungaji anasema nini? Ni mwalimu hufundisha mtoto, pia katika walimu wale wao hutoa mtihani wa kupeleka mtoto katika hatua nyingine ama darasa lingine. Now God becomes an exam. God becomes a test to Abraham. I want you to consider these things. In chapter number 17, God is promising Abraham, or is making a covenant with Abraham. Kabla Abraham hajapata chochote kama mtoto ambaye kama ni mtoto wake. Go with me in chapter 17. Soma mstari wa 7 na 8. Tunapasoma 6, 7. Iko sawa. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana. God is now making a covenant with Abraham that atamfanya awe na uzao mwingi sana. Nami nitakufanya kuwa taifa. And I will make you a nation. Na wafalme watatoka kwako. And kings will come out of you. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe. Hiyo anasema kwamba I will establish my covenant. Na uzao wako baada ya na vizazi vyao kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada ya. Asante. Mungu in chapter 17 in Genesis anaahidi Abrahamu vile vitu ambavyo atamfanyia, na akasema kwamba hakika nitakuwa Mungu kwako, nitabariki uzao wako, nitabariki uzao wa watoto wako, hadi kwamba nitafanya establishment, yani nitasimamisha kizazi chako, mataifa watatoka ndani ya ufalme. In chapter 21, what was a promise has come to materialize. Hallelujah. What was a promise in chapter 17, in chapter 21, it has come to materialize. Imekuja kuwa kwamba ni jambo lile ambalo sasa wanaliona. Kwa sababu in chapter 21, kitu gani kinafanyika? Kuna kitu kinafanyika in chapter 21. Bwana akamfanyia kama aliyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. Asante. Bwana anatimiza ahadi ambayo aliahidi Abrahamu. Anatimiza kupitia kwa mkewe Sara. Anapata mtoto, na mtoto huyu ni mtoto wa kiume. Na hapa sasa ahadi ya Mungu katika that have been done in chapter 21. Chapter 21, the fulfillment of the
promise inapatikana, then Abrahamu anaanza kupanga nyumba yake. Maana mtoto huyu, is this mtoto tuliona? Yes. Hatakani kuwa bado. So mipango hizo zinapangwa vizuri na Abrahamu anatengeneza nyumba yake. Baada ya Abrahamu kupata ahadi, baada ya kuahidiwa, amepata ahadi, amepanga nyumba yake. In chapter 21, kuna vitu Biblia inasema wakimalizia. Anasema nini chapter 21 wakimalizia pale? Abrahamu anakuwa wealthy, anakuwa na mali, anakuwa na vile vitu ambao wanadamu wa kawaida hana. Mungu anambariki. In chapter 21. Sasa baada ya kumbariki, anasema now after this thing, now sasa. Are you seeing something in 21? Ya mali hapo, ya wealth hapo. Are you there? Hii injili imeiita kwamba a taste after salvation. Baada ya kufundishwa mambo kuhusu wokovu, kuna jaribu. A taste after salvation. Na mwenye anajaribu sio shetani. Mwenye sasa anajaribu huwezi kufukuza maji. Mwenye anajaribu huwezi tafuta mstari wa kumwambia ashindwe. Huwezi ita mchungaji akuombee. Huwezi ita skola akukansel. Huwezi ita baba maombi ya kufunga na kuomba. Maana mwenye anakujaribu sio mtu mwingine. Ni Mungu amejibadilisha. Amebadilisha mpango wake. Yeye mwenyewe ndio anakujaribu. I don't know which kind of prayer, Dr. Joseph, can you pray when the owner of the universe is testing you? The owner of the universe has now changed to turn against you. And in all this, what I love by Abraham, he said yes to all. Bwana Yesu asifiwe. I don't know, sijui maombi gani utaomba wakati wana wenyewe wamegeuka, anakuwa test. Anakuambia after these things. Rudi 22. Nataka tusome hapo wote. Na tuangalie sasa hizo mstari kwa kwa. Nimekuambia after what and what and what. After promise, after the covenant, after blessing, after God assuring you, after He has blessed you, He comes and asks you a question. Tusome what? Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, here I am. Then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and I go to the land of the mountain, and offer him there as burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Tufika hapo kwanza. Abrahamu wakati ambapo anaitwa kitu ambacho anasema ni yes, anasema here I am. Niko hapa. Nena nami Mungu anasikia. Mali ako nayo sawa. Kila kitu alichotaka ambacho aliahidiwa sawa. Pesa zile wala alitaka sawa ako nazo. Sasa Mungu anamgeuka, anamuita. Anamwambia Abrahamu. Anasema nini hapa? Anamwambia sasa usichukue yule Ishmaeli wa hapa. Usichukue mtu mwingine. Yule mtoto ulikuwa na mmoja sana. Ile hali iliyokuwa nimekuahidi. Chukua sasa yule mtoto ukaweze kuenda kujitolea dhabihu mahali ambapo nitakuonesha katika mlima Moria. Abraham ajui anaenda wapi.
The Bible is very clear. The Bible says, and in the morning, I don't know it's verse 3. Hebu sikia. Verse 3 anasema namna gani? So Abraham rose early. Which kind of way is? Abraham rose early. Mungu aliyempatia mwana. Mungu huyo anadai mwana huyo. Hadai mtoto kutoka katika mama mwingine. Anadai yule ambaye aliahidi. Yaani mwenye moyo wa Abrahamu umependa. Mwenye moyo wa Sara anasema Bwana, hata nikatoto kangu. Waluya wakule kwetu wataima. Waseme ni mwanambe. Lakini Mungu haangalii mwana wa mbele. Anaangalia ahadi aliyokuahidi. Anarudi anageuka anakudai. Sio shetani ambaye anakudai. Sio ibilisi anakudai. Bwana mwenyewe anadai. Yule mtoto ambao alikupatia katika uchungu. And Abraham rose early in the morning. Aliamka asubuhi ya mapema without a question. Habibi bibi yake ya kwamba mama Nesi wameniuliza mtoto. The problem with the calling of God in this generation, you will ask the question. What I like with this man of God, he didn't ask a question. He rose early in the morning and picked the sun. Akaenda akachukua vijana wengine wawili. Akaenda akaandaa punda. Hajui mahali anaenda. Akakumbuka Juma hata aliponiambia toka katika watu wako. In the same Genesis chapter number 12, aliponiambia toka kwa watu wangu, nilitoka pasipo kujua naenda wapi. Kama amenibariki na mtoto huyu, bado anajua mahali ananipeleka. Mimi nitaenda, sitauliza maswali. Biblia inasema Abrahamu akatoka na mtoto. Because Biblia haikumwambia mlima haya umeandikwa jina. Ilisema mmoja katika mlima. So hakujua ni mlima gani. Alipofika mahali pale, ndio alimuonesha mlima huo. Am I confusing your theology? Bwana Yesu asifiwe. Am I confusing your theology? Kama na confusing theology yako, uniambie pastor. Uniambie, you are confusing my theology. Bwana Yesu asifiwe. Akasonga mbele akaenda. I don't know. God will wait until you get a job. He will demand something from you. God will wait until you get the marriage you are praying. And then God himself he comes. Na kibadilisha katika hiyo ndoa. God will wait until you get what you have been praying. And he comes and demands, not sometimes. Listen, you must watch the prayer you are praying. Because you may be dealing with God in your life and you are thinking it is a devil. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu unaweza kuwa kama ni Mungu anashughulika na maisha yako mwenyewe. Na wewe ufikiri yake ni shetani. Ishindwe shetani amenijaribu kumbe ni Mungu mwenyewe amejibadilisha. Oh. Am I talking to people? Am I talking to saints? Bwana Yesu asifiwe. God can change himself and he has a tendency of doing that. Is it about God has a tendency of doing that? He calls you, then he changes. At times this test does not come from enemy. He calls Job, he commends Job. Anasema sijaona mtu mwaminifu kama Ayubu. Mtu ambaye amejizuilia na ubaya. Mtu ambaye hapendi kujichanganya. Mtu mwaminifu mbele za Mungu. Lakini Biblia inasema akaachilia the heavenly authority. Kwa Job akaacha heavenly authority. Ikaruhusu Mungu shetani alimjaribu. It was not the devil. It was God. Are we together? Are you not together? It was God who released
Then the devil to go and fight John. Hallelujah. Am I getting somebody to understand what I'm saying? It was God who released the devil. He has a tendency of doing that. He calls the disciples. He called the disciples from the sea. Anawaita kutoka katika bahari. Then he goes ahead of them. He changed himself. He becomes a storm. God himself changes and he becomes a storm. Jesus. He becomes a storm in the lives of disciples. Watch this. Watch your prayer life. When he becomes a storm, the disciples are crying. The disciples are yelling. The disciples are murmuring. But this is not about the devil. It is all about God himself changing to let you be lifted to higher level. Bwana asifiwe. Amen. He has a tendency of doing that. He shows himself in the dreams of Jacob. Anajionyesha katika ndoto ya Yakobo. Mtu wa Mungu anaona ndoto. Lakini anaporudi nyumbani, who is fighting Jacob? God himself stand on the way. He begins to wrestle Jacob. Anaanza kupigana na yeye. Na hapigani tu wake. Anapigana mpaka yaani mguu wake. Laka bosaya. Anapigana hadi mguu upate uwete. He is God. I don't know which prayer you pray. If God himself is working against you so that you can go to another level. He is God. He is God. He is a teacher who gives effective examination. Some of the battle is not about the enemy. It is all about me. Hallelujah. And the test is not to flop you at the end of the day. Haikuwi kwa sababu hamkukera. Inakuwa kwa sababu vita. God has that tendency. He called Joseph in a dream. He chose him, Joseph. Umeenda unaota wewe jamii ya kupigia magoti. But the same God subject this man called Joseph to a shelf. He subjected this man to a shelf. This is a man ambaye anatupwa ndani ya vitabu. This is a man ambaye uongo unapitia kwake. This is a man ambaye anaenda mpaka prison for the act that he never did. No. People are struggling to understand me. I know you are struggling to understand what Bishop is talking about. You are struggling, my dear sister Lady, and I know you are struggling to understand this. But that's not the reality. He called Jesus in Matthew chapter 3. The voice from heaven,
the end of the day in chapter 4, the same Spirit, look at that. See that the same Spirit that spoke in chapter number 3, Matthew, the same Spirit in chapter number 4 is calling out to Jesus to go and tempt him in the wilderness. They all listen. God has a tendency of changing himself to walk with you in this journey of faith. I'm talking about faith. A test of faith will come. After receiving what you want in this life, a test will come. Not from the enemy, from God himself. Am I talking with the people who understand what they are doing? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamuita Yesu. Nasema huyu ndio mwanangu mpendwa, ninapendezwa naye. Kisha chapter number 4. Biblia inasema ati na roho wa Mungu. Wamesema roho wa shetani. Get the clash. Wanasema na roho wa Mungu. Hizo ndio Biblia. Hiyo msali chapter number 4 Matthew. Roho wa Mungu. Sio roho wa Elijah. Sio roho wa Elijah pale nje. Sikiza mtu wa Mungu. Sio roho wa msalaba. Roho wa Mungu. Hebu soma mtu wa Mungu. Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani. Alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Mtu anayepelekwa kwenye nyika haendi kujaribiwa na ndugu yake. Anaenda kujaribiwa na Ibilisi. Siku 40. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Wewe watu tunahitaji wewe jirani yako shetani. La kabisa. Siongei juu ya jirani. Naongea juu ya Mungu mwenyewe. Kuleta mtihani. Na watu wengi hawapitani hiyo mtihani. Basi naomba kanisa la makao. Wakati Mungu anapoleta jaribio kama hilo, sema wacha nikuje. Let your will be done. You know my beginning. You understand my end. I am here. I am here, God. For I know you are with me. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Najua ni kama hii. Watu wengi sana wanaweza ona kama kwamba tumeruka kichwa. It's all about God. Tunaendelea kitabu chetu cha Mwanzo sura. Then on that day, Abraham lifted his eye and saw a place afar. Sikia. Nataka muangalie kitabu vizuri. Kiangalie vizuri Bwana. Verse 5. And Abraham said to young men, hey, stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and wash and will come back to you. And listen, Abraham was not told to go and worship. He changes his tendency by his own mind. Anabadilisha mtazamo wa jaribio lake. Hakuambiwa aende abudu. Aliambiwa aende atoe sadaka ya kuteketezwa. Lakini amekutana na vijana. Anaambiwa
naambia vijana, stay here. The time with me and my God, it is to God and worship. There is a problem that you can be in. You need not to complain, but to change it to a worship. Hallelujah. Mungu hapa ndio jamaa. Hilo ni Mungu. Alimwambia yeye nitolee dhabihu. Lakini huyu jamaa amejua. Yule aliyeniita ni mwaminifu. Aliyeniita ni mwaminifu. Inaweza badilisha haya maneno. Kwa sababu naenda kwa mlima. Wacha niende kwa Mungu. I don't know when you are in a stressful life. When things are not working. I know we have people here. Things are not working. Children are not going to school. When you have to nyumbani school fees. But I recommend today, change it to a worship. Worship God in that situation. Worship God when you have somebody pushing you. Worship God when things are not working. Hallelujah. Haya ni watu wa imani. Watu wa imani anabadilisha. Hata wakati mambo ni magumu. Haimbi nyimbo za matanga. Ananyimba nyimbo za magumu. Wewe fikiria vijana walifikiria aje? Abrahamu aliwaambia tunaenda kutoa sadaka. Na sadaka itatekelezwa. Sasa nawaambia sasa sio sadaka. Tunaenda kwa Mungu. I know there are people here who came here with no hope. But I want to assure you, change it to worship. Because God will do things that you will not agree with Him. Amen. 20, verse number 6. So Abraham took wood, all the burnt offering, and laid it on Isaac, his son. And he took the father in his hand, and another, and the two of them went together. 26. And number 7. But Isaac spoke to Abraham. When I was looking at this message in senior pastor, I saw things that I have not ever seen. But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, my father, and my father. And he said, here I am, my son. Then he said, look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Let us continue. And Abraham said to him, say, my son, God himself will provide burnt offering. Listen, God, the God I'm talking about, did not tell Abraham, I will provide anything there. Soma hili andiko vizuri. Mungu hakuambia Abrahamu, nitatoa kitu kule. Lakini wakati sadaka inaongea, Biblia inasema Abrahamu, kwa sababu alikuwa rafiki wa Mungu, alijua ni naye mwamini na ni naye mwabudu ni mwaminifu. Biblia inasema aliambia kijana, Mungu ataandaa. Unajua, kama unajua mtu vizuri, you can stand to proclaim. Useme uzuri wake. Bila mtu gani alikuwa akisema, hata kama hayuko mahali pale, kwa sababu uko na imani, yale mambo naongea huyu mtu akikuja atasema ndio. Uto mle Abraham, ya kwamba God will provide that.
to be right. Haya kwa mambo ya Mungu. Alikuwa mambo ya mtumishi. Mtu aliye na imani. Unajua ukiwa na imani, Biblia inasema kidogo kama mbegu ya haradali, utaambia mlima huu songa, utasonga. Abrahamu alijua, anaongea kwa mtu ambaye tumbo la mke wake lilikuwa limekufa, lakini alikobati kitu ikatoka ndani. So alijua hata kule Mungu anaweza kunipatia. Sorry, what is it? Yeah. And he bound Isaac his son, laid him on the altar upon the. This is a boy of almost 16 years. Umetembea mtu kwa miaka 16. Kwa miaka 16 hivi. Anasema huyo jamaa anasema ameambia huyu jamaa anamwambia Mungu ataandaa, lakini wanapofika kule wanapofika sema wanapofika wanapofika kule yale maneno baba wanafunga kijana asemi kwa fadhili kusikia sana. Asemi nimekuona sana kwa fadhili. The boy does not fight. The boy does not resist. Haaji kusema resist. Hatengenezi kofia resist. Kijana anafungwa. Anafungwa. Ndio Isaac. Na baba kwa kisu. Sheria za hawa jamaa hapana hubiria hawa. Ukijaribu tu hata kuchapa mtoto kiboko, sio kisu. Kiboko ipite kiasi. You are abusing. Wanaita ajali. Lakini sasa mtu ambaye ameshika kisu sio mtu mwingine, Janet ni baba. Amekuweka, anataka kuchinja. Just try to imagine what was going in the head of Isaac. What kind of a father is this? Which type of a father can walk with me 3 days? The Bible does not say anywhere that they sit somewhere and ate anything. But the Bible that this man is carrying his own, that the boy does not resist. John chapter number 1 verse 29. Tuendelee hiyo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Verse 18. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. That moment
the Son becomes like Jesus. No one takes it from me, but I lay it down of myself. Picha hii ya Yesu anayejitoa mwenyewe katika pamba msalaba. Hii ni picha inasema I laid it down of myself. Inamaanisha kwamba Isaka alipenda, maana ni baba mwenyewe aliyemtoa. You know, when God gave Jesus Christ, He understood that I'm subjecting my only Son for the sake of the sin of the world. John 1:29. The Bible says, kwa sababu alipomaliza kulala akachukua kisu akainua juu, alisikia sauti ikisema namna gani? Abrahamu, usimzuru mwanao. Sasa najua wewe unanipenda kwa sababu hukuzuilia mwanao wa pekee. 29 inasema, the next day Jesus came toward him and said, behold, a Lamb of God who takes away the sins of the world. Alipotazama kwa kichaka, in chapter 22 of Genesis, verse number 13 and 14. Then Abraham lifted his hand and looked, and behind him was a ram caught in the thicket by its horn. So Abraham went and took the ram and offered up for a burnt offering instead of his son. That's why Yohana wasema, tazama mwana-kondoo achukuaye dhambi za ulimwengu. My dear sisters and brothers, there are things that God Himself does. We must change our prayer language to fit some of the issues that is happening in our lives. Hatukui kwamba za shetani, zinakuwa ni issues za Mungu mwenyewe. Anataka kwamba tuende hatua nyingine. Amen. God knew at the end of the day, I will provide. When God wants you to serve Him, He knows how He will compensate that of yours. Amen. He knows how He will compensate that time you're sitting here. Ukijipeleka mwenyewe mbele hautashinda. Abrahamu hakujua kinachomngoja mbele. Hangeweza kuelewa kwamba Mungu ataandaa kondoo, lakini alichosikia kwamba ni obedience. How I pray, but how also praise. We will raise to a standard of people who desire to follow what God is doing. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. A young man will come to the knowledge of understanding. Wakaweze kufahamu ni Mungu ambaye anaita. It is not all about your education. It's not all about what you know. It's all about what God is saying. What's for it? Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe. Baraka utapata tu katika hizo baraka ambazo umepata. Jaribu lote sio la shetani. Nilikwambia sometimes when you are praying, angalia katika maombi yako, you might be fighting with God.
Bwana asifiwe. Watu wanaweza kunaomba sababu shetani alijaribu. Shetani shindwe. Uchinje kuku mweusi sio shetani. Uchinje mweupe utashiba tu ile nyama. Bwana Yesu asifiwe. Andaa hiyo kwa sababu kule tumbo shinde. Lakini wakati maombi yakiinuka kama vile yanataka kuinuka saa hii. Say yes when things are working good. Say yes when things are going wrong. Say yes when he has done it. Say yes when he has not done it. Say yes when he's about to do. Say yes when you are sleeping hungry. Say yes when you have been plenty. That's why Paul writes, I can do all things through Christ who strengthens me. It is all about Christ. It's not all about you. Amen. Glory to God. Having faith is not when things are working good. Sometimes we may know your faith when things are not working good. Not when you are eating rice and ugali and omena fry. Then unasema unajua niko na imani sana. Oh. Coconut fish. Mafuta nafanya tu hivi. Alafu unasema unajua niko na imani. Mungu anatenda. No. Sometimes when things are not working, continue praising God. Amen. Continue telling God, Amen. I will serve you. Amen. Whether my husband likes it or not, whether my team like it or not, whether they will play keyboard or not, whether they will say my voice is not qualified or not, I will still serve God. For I know my Redeemer liveth. When Job was subjected to shame, he said to his wife, we received good from God, and he will receive back. Glory be to him. Amen. Unapikifika pale sema hivi sasa ndio umekoma kwa ukoko. Kukoma kwa ukoko sio kukua na mwili mkubwa kama hivi hapo. Unaweza kuwa na hivi lakini bado wewe ni mtoto wa kiroho. Kukoma kwa ukoko ni wakati unasema yes. Hata wakati unafutwa kazi. Watu wanafutwa kazi mpaka unaenda kwa mganga. Hata unakuwa na stress ya mtoto kutokwenda shule. Mpaka unasema hata mimi siendi church. When you are stressful, unaona stress inakufanya huwezi kuja church. Then you are not ready to serve God. You are still a young and infant baby in the class. When you feel that you are empty, you have nothing that you can offer. That is the time you can say, God has seen what you. Bwana Yesu asifiwe. But when you don't have anything, that is when God. Faith is tested when you don't have anything. Amen. You are right. You can continue serving God when they blame you or not. Yes. You can continue coming to church when you have or you don't have. You can continue coming to church when you have clothes or not. When your shoes are worn out, you can continue coming with them. You tell God, I come empty, and I will return empty. Let your name be glorified. That is when we will identify. You are a servant of God. You are using God at a right time, in a right place. Amen. When business is not working, you can still glorify God. Amen. When your wife is calling you a dog, you look round and you say, I don't have a tail. Then you say, I'm okay. Yes. When your husband is telling you, I wish I would not marry you, say that wishes, if you are horses, like us. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Your faith must be tested.
must be tested. Your faith must be tested. Sema must. Mungu anataka kupeleka darasa lingine wanakuletea mtihani. Na nyinyi wazazi hamfurahii mtoto akiripiti. Lakini nyinyi mkitaka kulipiti katika wokovu, wanaona kama watu hawataki. Because you don't like exam. It means you are not a good listener in class. Simama wewe. Must repeat, unasikia? Pasaje. Thank you.